pia lina upepo fulani hivi amazing. Kama tuko kwenye ndege. Kiamu. Asante. Karibu nyumbani. Sawa mama. Ila nilikuwa naombi. Unaweza siku moja ukaniazima gari lako niende nalo kwa kina Belini nikaoshe. Unajua ku drive? Sasa utamfundisha. Basi ndo kitu tunafundisha mama, wewe ndo unaweza. Sawa mpenzi wangu, twende ndani basi tukapumzike. Sawa mama. Sio mama jamani. Kila siku nakwambia hilo jina la mama silitaki. Mimi mpenzi wako. Ukiniita tu mpenzi natosha. Kwa nini unataka kunizeesha? Sorry nimepitiwa jamani, my love, my sweetheart. Hapana bwana, nilikuwa nakupima tu. Kumbe unanipenda sana. Tuondoke tukaone ndani kulivyo. Sawa. Maana kwa haya mazingira niliyoyaona na sindadi kutakuwa blandi. Umeona? Na TV chika mimi napenda kuangalia movie sana. Twende bwana, tutaenda kuona huko. Mimi ni mpenzi wa cheka tu. Ipo? Tutaenda kuona huko. Okay, simple. Na mekina mishangazi tu, haogopi hata maradhi tu. Ndo nimeamini kuwa uyaoni kajua magorofa. Nimeshindwa kuvumilia, mbele giza sioni njia. Mola nitete, mwangaza unilete. Twanzima na shinda nalia, roho yangu inaning'inia. Karibu sana nyumbani. Kama nilivyokuambia hapa naishi mwenyewe. Karibu. Tukaenjoy ndani. Hapa ndo kwako? Hapa ndo kwangu. Pazuri sana. Asante. Kwa jinsi nilivyokumisi. Twende ndani tukaue. Usijali. Leo utoki leo nakufungia ndani. Twende. Okay. Leo afe kipa, afe beki. Leo tunaenda kuchanya nyavu. Okay mine. Let's go. Kwenye uwanja wa Mkapa. Na mekina mishangazi tu, haogopi hata maradhi tu. Mtu kwao. Karibu. Asante sana dadangu. Hivyo niambia naitwa nani? Mimi naitwa Jay. Wewe unaitwa nani? Naitwa Alice. Alice. Nimefurahi kufahamu. Karibu. Hivyo niambia unatoka wapi? Mimi natokea mkoa wa Tabora. Tabora. Huko ulikuja kwa nani? Kidogo kiufupi maisha yangu sio mazuri. Huku nilikuja kwa ndugu yangu mmoja. Nilifikia pale na muda wote nilikuwepo pale. Lakini tokea changamoto 1 2 3 nikawa nimetoka pale, maana hiyo changamoto ilipotokea akawa amenifukuza pale. Kwa sasa hivi niko mtaani. Labda kama sasa hivi unajishughulisha na kazi gani? Kuhusu kazi mimi sina kazi dadangu. Kama hivyo kwambia, kuja kwa jamaa wangu pia tumeishi wote pale. Maka alikuwa na chumba kimoja, nikaribisha wewe mwanangu, tumesoma wote huko mkoani na umekuja hapa da kujitafuta. Kwa hiyo sina budi kusaidia, na yeye ndo aliyenitafuta kwenye simu, bro, kama hauna issue huko mkoani, wewe njoo hapa da tupambane. Kwa nikaona sio issue, nikaja. Nimefika pale tumekaa, tunapika, tunakula na shemeji pale. Kwa hiyo ikatokea changamoto ambayo kidogo ilimpelekea yeye kupaniki na jambo ambalo lilikuwa sio sahihi. Kwa hiyo akawa ameniondoa katika mazingira yale, nikawa nimeingia mtaani. Kwa hiyo in short sina sehemu yoyote sasa hivi, niko mtaani tu, na hivi unavyoona ni vinguo tu hivyo kuja navyo. Ndio nikipata hivyo nikiombaomba huko, basi ndio maisha yanaendelea. Mimi nimekuita hapa kukuambia asante na shukuru kwa kunisaidia siku ile. Kwanza baada hivyo unatumia kinywaji gani? Wala usijali, kwa leo sina muda wa kutumia kinywaji chochote. Hapana, kuwa huru, hapa ni kwangu. Hapana dada, sipo kwenye mood ya kutumia kinywaji chochote. Kwa hiyo naomba radhi. Mimi naomba kwamba naishi mwenyewe. Unaweza kanijia tukaenda kukaishi wote labda, maana mimi ndani naishi mwenyewe.
sina mtu, sina mme, sina mtoto, kwa hiyo naishi mwenyewe. Unaweza kama ulivyonisaidia, ulinisaidia sana, nashukuru. Sina cha kukupa, labda nataka ile ya shilingi ngapi nikaweza kukulipa kwa wema ulionitendea. Dadangu, kuhusu pesa usijali. Mimi sina, yani hamna haja ya pesa, kwa sababu kama nilivyokuambia maisha yangu sio mazuri sana kwa wakati huu, siwezi nikahitaji pesa. Mimi cha kunisaidia, naomba unisaidie hata sehemu ya kujihifadhi wakati nikiwa najitafuta, ila kwa swala la pesa nahisi kwa sasa hivi haina faida kwangu, kwa sababu pesa niliyotoka nayo huko ilikuwa ni nauli. Nimefika da hapa, nimeenda kwa mshikaji pale, tumekaa basi ikawa hivyo. Kwa hiyo mimi ombi langu kwako, naomba nipate sehemu ya kuhifadhi mwili wangu ili nisiaibike hapa mjini, na nilipofikia ndio ilikuwa sehemu pekee, sikuwa na sehemu nyingine. Fika pale kaishi huku Dar es Salaam, sina mtu yeyote yule tofauti na yeye. Kwa hiyo mimi ombi langu kwako, ningeomba nipate tu sehemu ya kuhifadhi mwili basi, wakati nikiwa najitafuta. Maisha ya Dar es Salaam kidogo ni magumu. Kama utojali tunaweza tukakaa wote, maana sina cha kukulipa. Kama utaki hela, sina cha kukulipa. Mimi nikuondoe shaka juu ya hilo. Mimi nikushukuru kwa msaada wako, kwa sababu ombi langu umelipokea vyema na umesema upo tayari kunisaidia, na mimi sina budi kusema nipo tayari kuishi na wewe hadi pale nitakapokuwa nimejipata na mimi, kwa sababu mimi ni moja ya kijana mwema. Hata huko mkoani nimeacha jina zuri, sina tabia mbaya yoyote. Kwa hiyo nikushukuru kwa msaada wako, na niseme nimefurahi kufahamiana na wewe, na nimeona ni kama baraka au ni kama Mungu kuleta wewe. Sawa, karibu sana. Mtu kwao. Karibu sana, hapa ndo nyumbani, japo mazingira hayapo sawa, ila kesho tutaenda kwa fundi kununua furniture mpya za kisasa. Kusema kweli, mazingira mazuri, pazuri sana, na kama nilivyokuwa pazuri. Sipapende kwa sababu gani? Wakati naona kabisa kuna MTV vile, sijui inchi 30, sijui inchi 40, sijui 20. Kwa tunaanzia wapi? Na kwa mazingira kama nilivyokuambia, mimi napenda chika tu. Usijali, jisikie kama upo nyumbani. Hapa ni kwako. Nataka uje kuishi hapa. Hapa ndani? Hapa. Maana kesho nikienda kununua furniture hizo, wewe ndio uje kukaa. Mimi hapa. Sasa kumbe hapa kwako mkae mimi? Mimi nataka uhamie hapa. Ila mimi ningeomba tu, na ninawapenda sana, ila ningependa unipe muda. Afu wewe mbona nichenga sana? Naona chenga zimekuwa nyingi. Au na kidem chako huko unakoishi? Hapana. Sasa kumbe simaanishi hivyo jamani. Mimi nakupenda wewe tu, sina mwingine zaidi yako. Sasa kwa nini unaniambia nikupe muda? Sasa naona sikuelewi, nakwambia kuhamia hapa unaanza kunipiga chenga. Sijakataa. Yaani nimekwambia unipe muda. Muda gani sasa? Ambapo kula na kujua mimi unakula nini, kuvaa unavaa kwa ajili yangu, kodi nalipa mimi. Yaani wewe ni ile kuhamia tu hapo unashindwa. Hapa nitahamia, ila naomba unipe tu muda. Kama siku ngapi? Nipe wiki au siku 3. Siku 3 nitakuwa niko sahihi, maana unajua nilikuwa naumwa. Kwa bado kuna mazingira kuchukua dawa kule, na kuna visindano na choma. Haya sawa. Twende basi choni tukaoge, tuetoe majasho nini, mambo mengine yaendelee. Kaoge? Mimi na wewe? Kama ushamwa wewe, mimi nipinge mimi na. Twende bwana. Twende choni tukaoge kwanza.
Wacha utungu, nitakutoa maneno sasa hivi. Tena tulia. Nitakutoa maneno sasa hivi. Nitakutoa manundu. Yeye tukane pasko paso. Sema kwa kuzidi matatu kuna sala gani? Sala ipo. Kwangu mimi kuna sala kubwa sana. Kuzidi matatu kwa wakati mchoko nimetoa mimi. Hata kama yeye mwenyewe paso kwa paso. Sasa paso kwa paso wakati mchoko nimetoa mimi. Mungu anaanza kuzingua sasa mapema kabisa. Wakati nakumbuka juzi tu hapo nataka kunizulumu yani. Sio hata kama sio kuzulumu. Lakini yeye sasa nishawaambia mnagana paso kwa paso. Hivi nakumbuka ile siku mchongo twae mbona ulinizidi matatu mimi nikakuachia, alafu leo unaanza kusema sijui mara au sijui nikuelezeni matatu shule na kuna hasara kubwa. Mimi siku kusema kama hivyo. Asa unanipata mimi? Au kitu kwa mama yako? Hii mida. Fresh ya atondoke. Hakuna hata shida. Hapo sasa ndio maneno. Je, uko kwa mchongo hata mama? Atondoke tu. Fresh basi. Ya vitu kwa telefoni mama change. Hapo fresh na atondoke sasa. Naingia zangu da kuisaka shilingi, nafika zangu da na kutana na vigingi vya kila aina. Mtu kwao, mtu kwao, mtu kwao. Hapo utalala labda. Leo tuko wote tu mpaka jioni. Jioni ila nitaondoka. Unaenda wapi? Mpaka niende nyumbani. Kama nilivyokuambia kwamba kuna vidawa natumia sijapona bado vizuri. Kwa hiyo bado natumia dawa. Kwa hiyo sijamaliza, leo imekuwa ghafla yani kustukizana. Kwa hiyo ilibidi tu nije kama ulivyoniita ukaniambia kuna hivi na hivi, lakini kusema ukweli imekuwa ghafla, lakini ilikuwa kama surprise. Nimeenjoy sana. Nikija. Ndio umekuja. Kivumbi na jasho. Ila kajuisi katamu. Kajuisi alitengeneza nani? Mimi. Ndio maana nakupenda wewe fundi kwa kila kitu. Umeona? Ila ngwambie kitu. Kwa kitu ulichonipa leo. Umeenjoy? Hamna mwanamke wowote asiyakunipa kitu ulichonipa. Haki ya Mungu. Kwambia kweli sikogopi. Ng'ombe azeki maini. Msemo kweli nimeamini na mimi leo. Ng'ombe kweli azeki maini kwa maana show ya leo. Ilikuwa Alikiba si Mondi ule. Usijali. Huo ni wajibu wangu kufurahisha wewe. Nafurahi kusikia maneno kama hayo, ila nipe tu kamda kadogo. Luchu. Niende nyumbani. Nitarudi maana nimeelewa. Natamani kitu kama hicho kiendelee tena. Yaani tuendelee na tena. Haya, wewe nyumbani nenda, lakini sasa ninapokuhitaji naomba uje kwa wakati. Sio na kupigia simu, mara simu upatikani, mara simu upokei. Mimi nataka nikuwekee salio la kutosha. Ila muda wote nikikuhitaji unakuja, maana kila muda nakumisi. Mimi ndo mtoto wa Tanga. Leo nataka nikakuonyeshe mautundu yangu baada ya kurudi. Chukua na hiyo. Okay, tuendelee kunywa juice mama. Juice tamu. Kama mpenzi wake? Mbona mshangazi kiasi hichi? Ili silifumbi macho. Kama mimi kipepeo, basi natumaini ile swala nitalifika moja kwa moja kwa mkewe. Lakini kifika pale naanzaje kumwambia? Nimepata wazo. Nikifika pale vicheko vingi, nitakosea. Namvuta, namweka pembeni, namuelekeza. Akinielewa baridi, kama hajanielewa freshi. Mbea nasema kweli hapo hajatumwa. Fresh na shida. Mimi ngoja niende. Lameki na mishangazi tu, hagopi hata maradhi du. Ndo nimeamini kuwa uyaoni kajua magorofa. Nimeshindwa kuvumilia, mbele kiza sioni njia. Mola nitete, mwangaza unilete.
Kipepeo tulie bwana. Kipepeo. Niache bwana. Niache wewe. Kuna vitu wewe unafanya utafuta kitu. Wewe ndugu yangu mimi nakujua, niambie bwana. Kipepeo. Hebu tulia. Kipepeo tulia. Hebu niambie kwanza. Niambie kutokea nini huko? Nakupanga habari kwa ufupi. Niambie kwa ufupi. Sawa. Unamjua bwana Lamek? Ndio bwana Lamek. Ndio. Nimemkuta bwana Lamek na mshangazi. Mshangazi? Mshangazi. Yaani ni shangazi. Nakwambiaje? Wamekaa. Malavilavi kama yote. Pale. Fulu kunyoshana juisi. Toba. Sasa basi. Tutakutana mgawani. Tutaelezana vizuri. Mimi niache niondoke. Ya kweli wewe bwana? Nikuongopea mimi? Nina ugomvi nawe? Unataka kuongopea? Bwana ubuyu. Oya. Mimi kipepeo. Napeperusha. Naondoka hivi. Basi endelee kupepea ndugu yangu. Haya, shukrani. Bado tupo bwana. Sawa. Huyu bwana kama shushushu. Kumbe utampeleka wapi ndugu yangu huyu? Hizo bwa kweli. Ngoja tuone. Mtihani. Shida nini? Shemeji, kuna jambo nataka nikwambie. Kwani kipepeo na jambo gani unataka kuniambia? Mbona mtaka kule mbio? Ni kweli. Uko sahihi. Hivi mumeo yupo? Hayupo. Hapo alipokuwa hayupo. Ndio. Ndio kunaanza na jambo hapo. Ndio niambie sasa, mbona unanichelewesha? Mumeo kwa macho yangu mawili nimemshuhudia na mshangazi. Wananyoshana juisi. Nini? Hebu rudia. Mumeo huyu. Mume wangu mimi? Nani mwingine? Una mume wangapi? Mmoja. Japo mimi naitwa mtaa huu ndo mbea wa mtaa. Bwana Kipepeo. Ni sahihi kabisa. Lakini na kufikishia ujumbe ulikuwa sahihi. Sasa basi, nimemkuta mumeo akiwa na mshangazi wanapeana chati ya juisi. Sio kweli unavyoniambia. Mume wangu mimi, huyu mume wangu mimi. Mume wangu ananipenda sana na namwamini asilimia zote. Wewe unachofanya wewe hapo unataka kutugombanisha. Sio kweli. Shemeji. Nikuongopea mimi rafiki yangu kweli? Kwa hiyo siku nyingine unapokuja uwe makini. Kama una lingine niambia, lakini kuhusu mume wangu sitaki. Taarifa hizo ni za uongo. Sio kweli. Ni kweli na uongo. Sawa, lakini utakuja kunikumbuka. Sawa. Mume wangu unamjamia anavyonipenda. Nakwambiaje? Mume huyo unajua wewe. Kwa macho yangu wamechukua gasi kama hivi. Wamekaa. Oh baby, habari za asubuhi. Safi. Inanyweka. Baby, fanya hivi. Inanyweka. Shemeji, ungekuwa wewe. Ungekufa shemeji yangu. Acha Mungu na nitume. Shemeji. Mtoto una supu wewe, lakini angalia unapokonda. Huo mshangazi. Hatari shemeji yangu. Nakwambiaje? Sasa basi, kama uniamini, twende ukashuhudie kwa macho yako. Mume huyo unamwamini wewe. Twende wapi? Mimi na wewe tunakwenda. Yaani tunataka kuambia wawili tunatembea, si ndio? Na kazi zangu mimi za kufanya. Siendi huko napotaka kwenda wewe. Kama umeishiwa naomba ondoka. Sawa shemeji. Mimi niache niende hivi safari zangu. Kuna taarifa nyingine muhimu, kuna sehemu nataka nizipeleke. Si unajua tena mimi Kipepeo. Wewe na hilo jina lako yani mwendo wa mtaani kupepea tu. Napepea tu yani kama hivi. Taifa zote kijijini hapa. Basi sawa, mimi nitalipeleza hili jambo. Na kama taarifa hizi zinaweza kweli, basi naomba nikuahidi. Ni kitu gani tena shemeji? Unataka kuniahidi?
na zawadi yako nzuri sana. Shemeji, zawadi tena? Na mimi? Ndio. Acha masiala bwana. Usinifanye kila jambo ambalo nitaliona nije kufikishia shemeji. Lakini endapo tu itakuwa taarifa hizi ni za kweli. Lazima ziwe za kweli shemeji yangu. Kwa sababu mimi tena napenda zawadi. Maana ule mshangazi shemeji yangu, sijui utakosa utiai, sijui utakosa gono, sijui utakosa malazi gani katika mshangazi ule shemeji yangu. Ndio maana nimekufikishia taarifa hizi kwa uchungu. Wewe ni shemeji yangu na kuonea huruma. Japo mnaenda Mbeya. Sawa shemeji. Na utakia mchana jema. Poa. Lameki na mishangazi tu, haogopi hata maradhi tu. Ndo nimeamini kuwa uyaoni kajua magorofa. Nimeshindwa kuvumilia, mbele giza sioni njia. Mola nitete, mwangaza unilete.